Jana Oyugi Magwanga gari lake ilivamiwa, na ilivamiwa kwa sababu mambo ya political conmanship. I will not fear to say that. Mimi nimeanza injili ya kutangaza ya kwamba lazima revolution iletwe Luo Nyanza, na lazima revolution iletwe Homa Bay, revolution lazima iletwe Migori County. Hizo ni kaunti mbili ambazo wana viongozi wako na sekofan ya ODM. Ndio maana nimesema ya kwamba lazima Homa Bay 2027 tulete Oyugi Magwanga kama candidature ya governor, kwa sababu Homa Bay kuna rasilimali, Homa Bay kuna mali, Homa Bay kuna madini, Homa Bay inafaa kujengwa beaches, lakini kwa sababu political conmanship wamekataa. Na mara nyingine ndani ya mjukuu wa bunduki, mimi nataka kuongelesha vijana kutoka Luo Nyanza. Nataka kuongelesha wananchi ambalo ni wapiga kura kutoka Luo Nyanza. Ndugu zangu, kuna siasa ambayo tunaletewa, ni siasa ya uchochezi, siasa ya umaskini, siasa ya fedhea, siasa ambayo ni ya chochole kwa jamii ya Wajaluo. Ndugu yangu, tuko na viongozi ambao wanafaa kufanya mambo ambayo ni makubwa sana Luo Nyanza. Luo Nyanza kuna rasilimali makubwa, lakini kwa sababu political blackmail, political conmanship. Ndugu zangu wapiga kura kutoka Luo Nyanza, Raphael Tuju aliitwa ya kwamba ni msaliti. Mimi nashindwa, ni nani Raphael Tuju alimsaliti? Na Raphael Tuju alikuwa anafanya maendeleo kule Rarieda constituency, the best MP since independent Luo Nyanza, the best man, the best MP since independent hadi leo. Hakuna mbunge ambaye amefanya kazi kushinda Raphael Tuju. Raphael Tuju kwa sababu political blackmail, political conmanship, wakabrand the Raphael Tuju ya kwamba ni msaliti, kwa sababu Raphael Tuju alikuwa anafanya na Rais Mwai Kibaki kwa ajili ya kujenga maendeleo, miundo msingi na kuconnect stima pamoja na maji safi katika kila mtaa kule Rarieda constituency. Akaitwa msaliti. Raphael Tuju akakuwa na kazi ngumu, mamaye mzazi akawekewa lockdown au arrest, hawezi enda soko kwa sababu political blackmail, political conmanship, wakabrand Raphael Tuju kwamba ni msaliti. Ndugu yangu, kando na Raphael Tuju, juzi miaka 6 ama miaka 7 iliyopita, seneta ambaye leo hii amechaguliwa na ODM kule Migori, Said Okech, alipokuwa anatafuta kiti ya by election 2017 baada ya kifo ya the late Ben Oluoch Okello, seneta wa Migori, akaitwa pia ni msaliti anayetafuta kiti ya seneta kupeleka jamii katika kwenye adui ambaye alikuwa anajiitwa nalo ni rais wa leo hii wa Jamhuri ya Kenya, William Samoei Arap Ruto. Political conmanship, political broking, ikamlazimisha political conmanship wakashika governor wakati huo wa Migori Okoth Obado ili wapate kushinda kiti ya seneta by election kule Migori. Wakaburanda kwamba Said Okech anafanya kazi na William Ruto kusaliti Wajaluo. Mimi nashindwa, ni Wajaluo ngapi watakuwa wanasalitiwa, na kwa nini wanasalitiwa? Ndugu yangu, tumekuwa na tatizo kubwa. Watu fulani na mtu fulani wanakaa kwa kona kuibia Mjaluo kwa sababu mmoja ambao Wajaluo wanauamini wao. Ndugu zangu, ilipofika 2022 wakamlazimisha Said Okech na tiketi wa chama cha ODM kwa sababu walikuwa na hofia kwamba watapoteza kitu hilo kama watamkabidhi
tiketi ya ODM moja kwa moja. Twende Homa Bay 2017 general election. Aliyekuwa gavana wa Homa Bay Cyprian Awiti Jamawego Acheleus, ambaye alikuwa candidate wa ODM, na tukakuwa na candidate ambaye ilikuwa independent Oyugi Magwanga daktari, ambaye alisimama independent kwa ajili ya mabadiliko mapya kule Homa Bay. Ndugu yangu, ukweli ya mambo, daktari Oyugi Magwanga alishinda. Akaenda akalekea katika kwenye mahakama akakubaliana naye kwamba yeye ni mshindi wa kiti wa gavana wa Homa Bay mwaka 2017. Cyprian Awiti na watu wa ODM wakaapil. Pia mahakama ya apili wakakubali kwamba vile vile baada ya mahakama ya apili wakakubali Oyugi Magwanga ni mshindi. ODM na candidate wao Cyprian Awiti Jamawego wakakimbia tena katika kwenye mahakama kuu ambalo ni Supreme Court, kwa sababu handshake partner, handshake brother waka-influence mahakama. Wakasema kwamba Cyprian Awiti ambaye alikuwa candidate wa ODM ndio mshindi. Tukasari, tukasema iwala, afadhali wamalize muhula yao ili tukuje katika kwenye kinyang'anyiro ya mwaka 2022. ODM wakakaa chini, wakaona Evans Odhiambo Kidero ambaye pia wale mbrani msaliti baada ya kushinda kiti ya governor ODM mwaka 2013 hapa Nairobi. Wakampea tena tiketi mara ya pili 2017, wakashindwa na Mike Mbuvi Sonko. Kidero akakataa kwenda kwenye mahakama, wakabrand Kidero ni msaliti. Kisha Mdero pia akasema kwamba anaenda kungangania kiti ya governor Homa Bay. Nomination ya ODM ikaleitwa. Wakakaa chini wakaona kwamba wakileta nomination Oyugi Magwanga watashinda. Oyugi Magwanga kishinda watashirikiana na Evans Odhiambo Kidero, watashinda candidate wao ambaye ilikuwa ni favorite kwao kwa chama, kwa sababu alikuwa ni mwanakwaya ambalo ni Gladys Wanga. Wakalasimisha watu wa Homa Bay na Gladys Wanga, na ikambidi Oyugi Magwanga akakataa, Odhiambo Evans akakataa. Wakamtafuta njia mbadala, wakamtafuta ya kwamba tunakuomba ya kwamba support tu huyu mama. Kidero akakataa. Wakaita Oyugi Magwanga daktari, wakamwambia tafadhali tunakuomba fanya tuna umama, serikali tutagawa nusu nusu, tunawaomba ili sisi pia kama jamii tuonekane kwamba tunapenda wanawake. Oyugi Magwanga kadinda, nduguye akawaitwa. Nduguye Oyugi Magwanga akaja akamuongelesha nduguye kwamba tafadhali tulitumia rasilimali sana 2017, wacha tu tuingie katika kwenye serikali tufanye nalo, tuone kama tutaaccommodate influence zetu. Ndugu yangu, yala ambayo nimefanya nisimulie hii tatizo zote ni kwa sababu jana Oyugi Magwanga gari lake ilivamiwa. Na ilivamiwa kwa sababu mambo ya political conmanship. I will not fear to say that. Mimi nimeanza injili ya kutangaza ya kwamba lazima revolution iletwe Luo Nyanza, na lazima revolution iletwe Homa Bay, revolution lazima iletwe Migori County. Hizo ni county mbili ambazo wana viongozi wako na sekofan ya ODM. Ndio maana nimesema ya kwamba lazima Homa Bay 2027 tulete Oyugi Magwanga kama candidate ya governor, kwa sababu Homa Bay kuna rasilimali, Homa Bay kuna mali, Homa Bay kuna madini, Homa Bay inafaa kujengwa beaches. Lakini kwa sababu political brokman, political conmanship wamekataa, ndio maana nasema kwamba hata kama mtataka Oyugi Magwanga lazima tulete mageuzi. Homa Bay wananchi lazima wapate haki zao. Watu wa Migori the same lazima wapate haki zao. Enough is enough.
I will not keep quiet wakati tunaona kwamba mali ya Wajaluo inafyenzwa na wachache kwa ajili ya kukua sycophants ya watu fulani. Hata muataku Yugi Magwanga, hata mvamie gari lake, hata mvamie nyumba yake, hata mvamie nini, lazima Yugi Magwanga kuwe governor 2027 without fear. Tunataka kujua ni nani anasalitiwa Luo Nyanza. Huyu ni nani? Wakati ukitaka kuleta maendeleo, wewe ni msaliti. Ukiimba chama, wewe ni mtu mzuri. But ukipanga mikakati ya kuondoa Mjaluo kwa maskini, wewe ni msaliti. Ni nani Raphael Tuju alisaliti? Ni nani Nicholas Odero Gumba alisaliti? Ni nani deputy governor wa Siaya Oduol Denga alisaliti? Tunauliza, why? Tunasema enough is enough. We need change in Luo Nyanza. 2027 lazima mabadiliko iletwe Luo Nyanza. Yugi Magwanga for governor. Without fear, we must to change our thinking. We must to change our political. Because many young people from Luo Nyanza is brainwashed because of political broking. Enough is enough. 2027 ni mabadiliko, ni mambo mapya kwa vijana. Lazima tuongoe wale ambao wanaibia Majaluo mali zao. Enough is enough. We are tired because of political broking. Nataka niambie vijana, msikubali kuchukua 5,000 kwa ajili ya kufuruga viongozi ambao watawatoa kwa maskini. ODM sio chama ya kumaminika. ODM ni chama ya watu wachache kutajirika. Enough. Wajaluo wenzangu, tuamuke, tulete mabadiliko 2027. Tumeibiwa ya kutosha.